Yesu. Pokea nguvu, pokea uweza, pokea. Endelea kuimba. Waimbaji msinyamaze. Tangu mwanzo yupo Adonai. Yeye tangu mwanzo. Naona wingu linakuja kubwa. Naona wingu la utukufu. Siku moja ya siku moja. Ndani ya wapo wana sueli furaha. Tele, 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 pokea. Faida ziko, faida nimeandika ziko nyingi, lakini nimekuja faida 5 tu. Faida 5 6 nimeangalia. 6. Ziko faida mimi natafuta 6 tu. Faida 6 za kufunga na kuomba. Faida 6 nimetafuta, ziko nyingi lakini za kufunga na kuomba. Funika macho nione. Kitu chochote usichojua faida zake, hautakuwa na moyo wa kukifanya. Hiyo ni maombi. Kama hujui faida ya kufunga na kuomba, huwezi kufunga. Kama ni uaminifu, kama hujui faida ya uaminifu, huwezi kuwa mwaminifu. Kama hujui faida ya utakatifu, huwezi kuwa mtakatifu. Kwa sababu lazima uelewe shauku yako, ujue nini maana ya kufunga na kuomba. Kuna faida gani? Na kama hujui maana ya uaminifu, maandiko yanasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kama hujui faida ya utakatifu, utajiachia tu. Lazima uishi maisha ya utakatifu. Halafu baada ya hapo, jifunze namna ya kukaa na Roho Mtakatifu. Jifunze namna ya kuishi na Bwana. Jifunze namna ya kumtafuta Bwana kila wakati. Hapo ukishajua, moyo wako utakuwa tayari kutumiwa na Bwana. Lazima ujue faida ya kufunga na kuomba. Kama hujui nini maana ya uaminifu, huwezi kuwa mwaminifu. Maeneo yote lazima ujue. Sasa nataka nikufundishe hivi. Elewa kwamba kuomba na kufunga kuna kupatia mpenyo wa kiroho. Namba moja, kufunga na kuomba kuna kupatia mpenyo wa kiroho. Kama ulikuwa mkame, ulikuwa hujafunga mwezi mzima, miezi mitatu, unapokuwa umepoteza mpenyo, nafasi ya kwanza ukitaka kurudisha mpenyo haraka ni kufunga na kuomba. Kutarudisha mpenyo wako wa kiroho. Maandiko hii. Wewe mtoto, msaidieni huyu. Anazunguka kartuli. Andika point nyingine. Huwezi kushinda vita katika maisha yako au maisha ya kawaida pasipo kushinda vita vya kwanza vya kiroho. Lazima ushinde kwanza vita vya kiroho. Halo. Narudia. Huwezi kushinda vita katika maisha ya kawaida pasipo kushinda vita hivyo kwanza vya kiroho. Halo. Vya kiroho. Unajua shetani ni mjinga sana. Sasa ingine unaweza kuona pambana na roho ya uzinzi. Mpaka umeota unafanya mambo ya ajabu. Unafikiri yeye anataka akupandie roho ya nini? Ya zinaa. Sasa unapoota yale mandoto, wanaona kuna mbegu inapandwa pale. Na wewe hauna maarifa, hauna ujuaji wa kujua inafungua nini. Najifunguaje mchungaji? Anza kuomba maombi ya toba huku umejishika mwenyewe kwenye kitovu chako. Achilia toba, achilia toba. Kuna mlango umefungua mwenyewe. Kwa hiyo achilia toba, haijalishi imetokea ikufanyika lakini imefanikiwa. Usianze kusikitika na kujilaumu, Mungu nimekosea wapi? Tengeneza uhusiano wako. Ikiwezekana funga masaa 12. Hakikisha unafanya toba ya kweli. Halafu baada ya hapo utaona mambo vimechomoka wala havitakusumbua tena. Unaachia tu unakuwa fresh kabisa. Bwana saidia sana. Fresh kabisa. Kwa hiyo kuna hali inaweza kupitia ambayo kwa hiyo kawaida umeruhusu wewe mwenyewe mlango. Kwa hiyo lazima ufanye nini? Uishughulikie kutoka katika ulimwengu wa roho. Mungu asaidie sana. Tunaona mfano wa Daudi na Goliathi.
Wewe unafikiri Goliathi ni nani? Ni shetani. Kila jambo litakaloinuka juu yangu haitafanikiwa, maana Biblia inasema ananiwazia mawazo mema kunipa tumaini siku zangu za mwisho. Mungu anatuwazia mema kila kunapoitwa leo, maana fadhili zake ni za milele, haziishi leo. Halo. Ningekuwa mimi ningepiga makofi. Haziishi leo, ni za milele. Fadhili za Baba ni za milele. Endelea. Daudi akamwambia, wewe umenijia mimi na upanga na fumo na mkuki, silaha hizo, bali mimi ninakujia wewe. Sasa ujue namna ya kumwendea devo, ujue namna ya kushughulikia mambo ya rohoni, ujue ni kufunga na kuomba. Hakikisha unashughulikia vile vinavyoinuka, lazima viachie. Kama ni uchumi, ng'ang'ania mpaka kieleweke. Hajalishi ulijaribu ukapata hasara, rudia tena. Hata kama ya pili ukapata hasara, rudia tena. Endelea kuomba na kuvunja, endelea kuita nguvu na kufanya mpaka umetoka. Niliomba hapa ndio neno nikasema ziende na neno, na sasa hivi ndio ufunuo mwingine, na kama hivi tutaenda kasi sio kawaida. Kama tukienda kwa nguvu kubwa, hatuna Mungu. Halo, kazi yoyote ya Mungu ifanya kwa nguvu kubwa mpaka unachoka, una sweat, uko peke yako. Uko peke yako. Nimemwona Mungu wewe maisha yangu. Hakuna ugumu. Tunaenda kuwezeka simple like this. Kama ningepiga makofi. Tunaenda kuwezeka kile hakina ambao wana imani. Wanaona milioni 10 ni nyingi. Wakisikia ndio maana mimi nasema kwa psychology. Nikisema ni milioni 10 hapo. Moshi rapie. Nisema tu tukawagawe tu watch kwamba wamoja. Maana wote mtayeyuka. Wote wanayeyuka, wanajiangalia. Usiangalie uwezo wako, angalia uwezo wa Mungu. Haleluya. Atakutia nguvu, atakuwezesha. Atatuwezesha mama. Atakuwezesha kupata hiyo unataka. Lakini lazima ujue nini faida ya kufunga na kuomba. Sawa? Yaani ni simple like. Mbona malizi? Tunamaliza simple. Wengine wana imani. Yaani simple. Tena msauzi. Sema msauzi. Hakuna hizi. Niliwaza tuweke hapo kwenye ofisi huko nyuma. Babaki. Au tutoa msaada hizi. Tutoa msaada au. Nikisema kwa sababu mtu anajidai imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yapo. Ni kudownload tu kwenye ulimwengu wa roho. Kasema download hapo. Tunaita bati, naita misumari, alafu enda kwenye matendo. Mungu anakuja kusilikisha neno lake. Nilikuwa mimi nikapiga makofi. Maana Mungu anaangalia kwanza hatua. Lazima tunataka ndio maana chochea hapa. Ndio maana leo baby na ujue kuomba. Mimi ndo akinirudia sasa ili angaika nani? Ukinirudia na mtafuta tu mwenye vyanzo. Mwenye vyanzo ni yeye Bwana. Ni wewe tangu mwanzo. Ni wewe Bwana. Ni wewe tangu mwanzo. Ni yeye tangu mwanzo aliyeumba mbingu na nchi. Maana hata alitamka na iwe ikawa. Tamka uzima, tamka afya, acha kupeleka udongo, acha kupeleka nyasi. Wewe tamka mwenyewe uzima huko na wewe mwenyewe. Nikumwambia Bwana dai afya yangu. Pako pele wako mimi nilipona. Sasa ina dai afya mpya. Na uzima unaoishwa. Tamani hiyo nguvu ya Bwana ije kwa Bwana Yesu. Pokea uwezesho kwa kujua. Umefunga na kuomba, anza kuita vilivyoibiwa sasa. Kama ni uchumi, kama ni afya, achilia kaskazini, achilia magharibi, achilia kusini, achilia by force by power. Lazima tutoke kwa jina la Yesu. Naona mabati mengi kwa jina la Yesu. Tunachukua rangi gani? Mnipe rangi, nipe rangi. Namaliza hiyo, Max nipe rangi. Luka 4:14-15. Unaweza kuandika mfano mafanikio ya huduma ya nini? Ni kufunga na kuomba. Utapata kazi. Utayafikia kwa urahisi kwa sababu Mungu anakuwa msaada wako. Hauendi wewe. Hello? Yeah. Hauendi peke yako. Endelea. Luka 4:14 Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Akarudi kwa Roho Mtakatifu. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu ndio akarudi, akaenda Galilaya. Hapa Yesu ndo anaanza huduma. Sikia mambo aliyofanyika. Endelea somaji wangu. Habari zake zikaenea kwa sababu ya nini? Katika nchi ya nguvu ya kufunga na nini? Mbona mjibu? Na kuomba endelea. Katika nchi zote za kando kando. Katika nchi zote za kando kando.
naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Mmesema mpaka ngapi? 15 tu. Maliza 15 peke yake. Maliza 15 inasema naye alikuwa akifundisha katika makanisa yaliyokuwa kwa kipindi kile cha Yesu, akitukuzwa na watu wote. Akatukuzwa na watu wote, si kwa kujionyesha, lakini kwa kadiri ya nguvu ile, kwa baada ya kwenda kufunga na kwa mlimani. Sawa jamani? Akatukuzwa na watu wote. Wanasaidia sana. Mfano Elia, alipata kazi kuwatangulia waliomtangulia. Hiyo sasa kimeeleza. Yaani kuwatangulia waliomtangulia. Nimekosea Kiswahili. Yaani kuwapita waliokuwa mbele yake. Yeye ameanza leo, ghafla anahama, ghafla anaiki. Amegundua siri bila kufunga na kuomba hatutoboi, hatusogei. Sasa lazima utafute mpenyo kwa ulimwengu wa roho ili vitu vitoke, kwa sababu yuko anayezuia. Yeye amesema Danieli alipoazimia kufunga siku 21, Mungu maandiko anasema baba, Mungu alikuwa tayari ameshakusha kumjibu, lakini yuko mkuu anga alikuwa amezuia siku 21 ndio majibu yanatokea. Hata unaona anaambiwa hivi, upendwaye na baba, tangia ulipoazimia yako majibu yako yalitoka. Sasa nimekuja nikupashe habari. Tena fanya faster, maana nikichelewa yule malaika Mikaeli akiondoka na ashika kwa dunia. Mimi sio wa duniani. Kama leo maana malaika kaidi dunia anakuja tunapoondoka. Anasema mimi nasubiriwa na malaika pale. Sasa najiuliza malaika njiwa. Siku alipigwa radi, mimi sasa nimelala usiku. Nataka kudondoka chini. Nyumbani. Mchai wa njiwa sio unajua, anamtuma njiwa. Kuna maneno anasemeshwa, anapewa. Nasema njiwa, njiwa. Malaika sana. Unavyo malaika ni. Au unasema ni wimbo. Malaika sana. Kanapeleka ujumbe leo beba. Anawakilisha, unashangaa mambo yanatokea. Lakini anakutana na radi kafa, maana yake mambo yameisha. Amina. Bwana tembea kifua mbele. Na upinzani wa kiroho. Sikiliza mpendwa, shetani haogopi kanisa lako, haogopi dhehebu lako. Soma msomaji wangu. Anaogopa mtu aliye na nguvu za rohoni. Anaogopa ndio rohoni kiamrisha mambo yanafanyika. Lazima uamrishe maisha yako yaende level kwa kuomba kwako. Acha kubadilika mikono kila siku. Ifike mahala ukue na kumjua Bwana ya kwamba mimi nimeokoka, mamlaka ninayo. Tumepewa kufunga na kufungua. Kila jambo tunafungua, ndio maana tunaachilia. Lazima upush kwa kulazimisha. Soma hapo. Alikuwa anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Mkono wa Bwana ukawa juu yangu mimi Elias. Ukanikaza viuno. Ukanikaza viuno Elias. Nikapiga mbio mbele ya nikapiga mbio mbele ya Ahabu. Na maadui. Mpaka kuingia Israeli. Sasa je, kamwacha mbaya. Tunashinda zaidi ya kushinda katikati ya nguvu. Weza mambo yote katikati ya nguvu. Akutie nguvu na wewe mama. Akutie nguvu na wewe uone raha ya kuokoka. Pointi namba 3 nimesemaje? Turudie. Aliandika somo. Kufunga na kuomba kuna kuwezesha kushinda nguvu za giza na upinzani wa kiroho. Nikasema sikiliza mpendwa, shetani haogopi dhehebu lako. Kama la pili, la tatu, la nne, jina zuri la Kiingereza, la Kisomali, na kwambia hivi haogopi. Anaogopa mtu mwenye nguvu za Roho Mtakatifu. Akimwona wewe anasema huyu jamaa, hata hii wiki nilikuwa naumwa lakini sikuacha kuomba. Maana najua mimi nikiamua lazima nichagie, lazima nichatue. Kwa my force wamekataa, wamekubali, wataondoka. Umeandika hiyo? Haogopi. Anaogopa mtu mwenye nguvu za Roho Mtakatifu. Mfano mzuri tuangalie Luka 4:1. Luka 4:1. Na mwingine afunga Luka 4 hapo 14-15. Tunasoma kule. Nafikiri haina haja. Rudia tu pale. Luka 4:1. Alafu twende namba 4. Kufunga na kuomba kunarejesha mtiririko wako wa baraka. Kunarejesha mtiririko wako wa baraka. Yaani unakuwa raha. Yaani mambo yako yanaenda vizuri. Mtiririko endelea. Luka 4:1 maandiko yanasema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Jordan. Amekarudi kutoka Jordan. Akaongozwa na Roho kwenda siku 40 nyikani kutafuta nguvu za rohoni. Endelea. Akijaribiwa na Ibilisi. Kumbe akajaribiwa na devil.
Na siku hizo alikuwa hali kitu. Alikuwa hali kitu siku 40. Wewe siku saa 12 amekushinda. Na wazazi, halafu nataka olewe. Nataka kirahisi. Kuna gharama kwenye wokovu, lazima ulipe gharama. Gharama moja hapo ni kufundisha, ni kufunga na kutoa sadaka. Hiyo roho ni madhabahu. Amina. Utakumbuka katika amina ndo ananielewa. Akikutafuta kwenye maombi haumo. Madhabahu imeshazima. Omba mpaka umechemka, umesweti, ndio madhabahu inapumua. Amen. Wafanya mazoezi ukaenda pale chini, hawapati, wanapata afya ya mwili na masa usipotembea na damu kuunga vizuri. Akusha wewe. Wewe kwa Mungu ruki, afya unayo. Usahau pembeni, ingia hapa, una master na degree. Mfukoni kidogo unachukulia pale nyumba. Amina. Kidogo uchukulie pale. Amen. Una plan, una gari nzuri na maisha mazuri. Wewe tumeshafika tuko level hii. Moja. Hapa ni tunamtafuta mwenye vyanzo. Ili atupe neema tena. Tuende tiririke kwenye mafanikio yetu. Haleluya. Nilikuwa mimi ningepiga makofi. Na mambo ni matamu. Umesema mapiga ngapi? Kama umepotea twende pointi nyingine. Kuomba na kufunga tunarejesha mtiririko wa baraka zako. Yoeli 2:12 hadi 19. Hapa nilipapenda kweli. Nikasikia raha. Huu ndio ufunguo wako mama. Huo ndio ufunguo wako dada. Unataka watu wako waolewe na mtu eti wakae maisha mazuri. Eti unataka wewe mbinti, wewe mama, wewe dada, wewe unataka eti wewe haufungi na kuomba kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya watoto wako na hatima zao. Umebaki tu kulialia. Utalia sana na majibu hayapo. Mwisho wa siku utaenda kununua chumvi tuna maji. Unywe maji uvimbewe, wakojoe bafuni. Ashale maisha. Vivu kabisa. Nachukia kile mtu. Nikazuni. Nimenunua maji ya upako mjinga, maji kisha je? Funga na kuomba, tafuta nguvu za Roho Mtakatifu. Amina. Umejenga imani kwenye maji sawa. Yakiisha kanunua mengine. Mradi wa watu Yesu ametoa bure hivi. Amen. Haleluya. Amen. Mama tamaa ukue mafika mara. Yaani ukifika jamani, nimempenda Yesu. Yesu aliniokoa ilikuwa sasa nishakufa nishaoza. Amen. Aliokoa kumbe alijua je naombea tunyangu mangu. Hera nataka kunoka kwa sababu ya mali. Hivi vipi? Bali mtu ametoa jicho kama alivyosema. Tamaa imekuzua mavazi sio nini mali. Hali maudongo tu hauna kitu. Utakula utavimaliza. Huwezi kumaliza. Watawala wa ufalme, watu walikuwa na mahela mpaka wanalalia, walishaviacha. Sijasema kama ndio wale maisha mabaya, lakini usiwe tamaa mbaya. Mpaka ya kuua mpaka unaweka sumu hata mtu eti wengine mawivu tu, wengine yani toka pepo na wivu, toka pepo na hasira, toka pepo na ushambazi, toka pepo yote na yafukuza. Toka kwa jina la Yesu na yapiga teke. Kwenye Mungu wao nimeyapiga. Unafikiri tunapotamka neno ni roho inakuwa alishangaa. Na kushangaa kote ni upako tu. Amen. Unafikiri nijua kama baada kuruka hamna. Pako. Niomba Mungu nipe leo nipake mafuta mabishi. Unajua Mungu. Nataka leo tuwe na furaha. Nataka leo tufurahi. Unapoomba zinatokea unayatafuta. Umeelewa? Aliomba siku moja nicheke mpaka tulichekeshwa na mchungaji ile siku akahubiri hapo. Tulicheka kweli. Matamama tunakumbuka. Tukacheka. Ndio maombi yetu furahi kanisani. Sasa umekuja na magimbi, umewaza na magimbi. Tukifika hapo magimbi baadaye. Wengine anakasirika, ana chakula kizuri sana. Maana mama yangu alikuwa analima kule ziwani. Ndio majua mtu. Nimehela sana magimbi. Tena mwanzoni washuhudia kwa shuhuda. Nilipokula mshamba na mimi kwa mshamba nikala ile harufu ikanishinda. Kama harufu mbaya haya. Ndio mwanangu wewe tulia ujui. Akatengeneza ile wanaita nini ile kama mpige Yesu kwa ndio yuko mchukua na yeye. Wengine tunangoa mawazo huko mbali, hata anafikiria mtengenezo gani chomoka haraka tumsaidiana. Futari kaweka harufu ile ikapotea, nikayapenda mpaka kesho. Sasa kuila hiyo futari. Wale waroho wameanza kujirambaramba. Amina. Sasa msomaji wangu Yoeli 2:12 hadi 19.